Hapa Said Jafar amezungumza ulimwengu wa Mayahudi. Mimi sitaki kwenda kule Israeli wala Falastini wala wapi. Haya tuyaona, tunazo sasa hivi. Tukifungua simu zetu tutajionea yaliyoendelea, yaliyoko na hata yatakayokuja tutayaona. Nitaka kuzungumza huu Uyahudi ulioko huku kwetu, na muwe na subra na munivumilie, sababu vikao kama hivi raha yake ni kurekebisha makosa ya mujtamaa, si kupakana mafuta na kuchana na kustahiana. Hakuna mambo kama hayo. Mujtamaa watakurekebishwa, na Mwenyezi Mungu atuambia lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dauda wa Isa ibn Maryam. Tatizo lao dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Tatizo la kwanza ni hilo. Wale bani Israil Mayahudi walilaaniwa, kuna sababu za laana. Tukiketi tukisema Mayahudi la'natullah alayhim, tunazo zile sababu au hatuna kama zao? Zikiweko, wal hukmu lil wasfi lil mawsuf fi kulli hali. Al hukmu yaduru haythu taduru al illa. Ile sababu ya laana ikiweko, haangaliwi ni Myahudi wa kabila au si Myahudi wa kabila. Kuna Uyahudi wa vitendo, kuna Uyahudi wa maneno, kuna Uyahudi wa tabia. Zote hizo ni Uyahudi na zina laana ndani yake. Na sababu ya kusema Mwenyezi Mungu atuafu insha Allah taala, wala sijalie yote katika sisi kuwa na sifa katika sifa kama hizo. Walikuwa wakiasi bima asaw wa kanu ya'tadun, walikuwa hawatii mitumi zao. Na Mwenyezi Mungu atuambia wama arsalna min rasulin illa liyuta'a biidhnillah, hatukumtumiliza mtumi yoyote isipokuwa lengo la kumtumiliza ipatikane taa. Na ile taa aloidhinisha ni Mungu subhanahu wa ta'ala. Ameamrisha mitumi wake tuwe chini yao, tuwe katika taa ya mitumi. Kama sisi ummati Muhammad tuwe chini ya taa ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wao walikuwa hawako hivyo. Ndio watu tunaambiwa ikiwa tumsifu, tumwambia mtume wewe ni mzuri, mtume wewe umetuletea nuru, mtume wewe umetuletea Uislamu. Ndio taa iko wapi? Lazima taa ipatikane. Liyutaa biidhnillah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Taa. Sawa, walikuwa bima asaw wa kanu ya'tadun, walikuwa wakifanya na uadui wakivuka mipaka ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na wakimwaga damu kwa dhulma, na wakiharamisha zilizohalalishwa na Mwenyezi Mungu na kuzihalalisha kuziharamisha zilizohalalishwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kisha mbele wako ndo naona kwa tuhusu sana, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu la bi'sa ma kanu yaf'alun. Katika tabia za Uyahudi ni jamii ambayo kwamba imeamua hakuna kukatazana maovu, sababu afanyao ni fulani. Ni Uyahudi ono, qawlan wahidan. Hakuna kukatazana mabaya, sababu lile baya alolitamka ni fulani, itakuwa yeye kiamu. Hakuna cha itakuwa hiyo, itakuwa vile vile. Hatutaki Uyahudi kwenye mujtamaa wetu. Wallahi tutaamrishana mema na tutakatazana maovu kama alivyotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, au Mwenyezi Mungu atatupiga zibati sote. Tutayari kupokea kibati cha Mwenyezi Mungu? Na kibati si lazima kimpate mtu hapa. Kuna wakati wa kutoka ruhu. Wewe fulani ulikuwa ukimtunga, ukimcha, sasa wendao wewe. Waltaffati saqu bisaq ila rabbika yawma idhin fala saddaqa wala salla walakin kadhaba. Akawata kuamrisha mema, akawata kukataza maovu, tunga watu. Hakuna mambo kama hayo. Sifa ya tawadhu, ya kunyenyekea, ya kujiweka chini, na yatakiwa mtu akiamrishwa mema akubali, apokee. Waqalu sami'na
ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Shekhe ule kuamrisha umema si yeye, alokuamrisha ni Mungu. Qala Allahu, amekwambia qala Rasulullah, si yeye tena, usimwongelee. Pokea maadamu ni la haki, maadamu ni zuri. Komeka maadamu amekukataza ovu, si yeye, ni Mungu amekukataza na mtume wake. Haya ndio yatakiwao. Na kinyume cha unyenyekevu, kinyume cha tawadhu ni kibri. Kibri nini? Mtume alikifasiri kibri: batrul haqqi wa ghamtu an-nas. Wa idha qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-'izzatu bil-ithmi fahasbuhu jahannam. Mtu atakiambia mche Mwenyezi Mungu, fanya uadilifu, kuwa mkweli, tengeza tabia fulani, awe mtaratibu, apokee zile ni nasaha zatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, zatoka na kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini batrul haqi, haki iko wazi, lakini alonambia haki ile ni fulani, sitaki ile haki. Sababu alonambia ni fulani, sio udhuru mbele ya Mwenyezi Mungu, sio udhuru mbele ya Mwenyezi Mungu kabisa. Hata wale makureishi wa Makka alipoletwa Mtume sallallahu alaihi wasallam walisema, waqalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Wewe wataka watu wenye kukunasaha, uwategue wewe, fulani afaa kunasihi, fulani afaa kunikemea, fulani afaa kuniongoza, fulani afaa kunikumbusha, hawa wengine kina fulani sitaki. batrul haqi وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. Ndani ya jamii yetu kwafanyika makosa mengi sana. Kuna makosa mengine yafika kwenye, na jambo la kusikitisha, makosa yale hufanywa na viongozi wanaotarajiwa au wanaoitwa kuwa ni viongozi wa dini. Mtu atarepoka aseme maneno, na hizi speaker hizi si nzuri sana. Nawaambia duati ndani wangu, na wao wajua zamani masahaba kanu yatadafauna alfutya, kila mmoja hana haja ya fatwa, akimwatia mwendani wake. Ukaenda kwa Ibn Abbas atakusukuma kwa Ibn Mas'ud, ukaenda kwa Ibn Mas'ud atakusukuma kwa Zaid, ukaenda kwa Zaid atakwenda kwa Saidna Ali, yatadafauna alfutya. Sisi leo wengi wetu tuna hamumu na hiki kitu chetu speaker hiki. Mtu akisha kushika speaker, yeye bas ni yeye tu aseme yaliyoko na yasokuweko, yangia wakilini na ya wazimu, almuhimu kunenwe tu, sivyo? Ndio pale mtu ufika wakati mpaka ukaja ukamkosea sahaba heshima, mpaka ukaja ukamkosea mwanachuoni heshima, sababu atakunena wewe, sivyo? Na nasema waziwazi, katika hadhara kama hii ya Maulidi, ndani ya miaka 2-3 nyuma, alivundiwa heshima Sayyiduna Sa'd ibn Mu'adh, na Mtume alikuwa hataji akisema mabalu aqwamin, na sitosema hivyo. Mbona kuna watu wamemkosea heshima sahaba na hawakujirudi wala hawakujirekebisha mpaka leo? Ile heshima ya sahaba haianguki, na ni deni la ummati Muhammad. Ikiwa Waislamu au watu fulani waliotuzunguka ni makhawafi, hucha, hawataki kuamrisha mema, hawataki kutazama ovu, lakini kwa Mwenyezi Mungu halianguki. watahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim. Huambiwa kwamba nyama za wanazuoni ni sumu, za masahaba ni tamu. Ni swala tu. Nyama za wanazuoni kuwatukana ni sumu, kila itakuangamiza, utakufa wewe, hupati husnul khatima. Nyama ya sahaba, kumvunda cheo sahaba ukamfanya ni duni kuliko fulani, hata kama ni mwanachuoni, hata kama ni imamu, basi mbele ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hali tamani yaseme wakati wake, lakini maadamu hayajarekebishwa mpaka sasa wakati wake. Ndugu zangu, hakuna kitu kizuri kama kujipamba na sifa ya tawadhu. Tukubali sisi kwamba twaweza kukosea wakati wowote. Ala, inshallah.
La ilaha illa Allah. Angalia, tuko katika kuzungumza habari za mtumi na watu kwa wanyenyekevu. Mungu turekebishe tabia zetu. Hapa tumejia habari ya kifo. Muhammad Ndao jirani yake amefariki. Mama yetu fulani amefariki hapo. Sasa tuna dhamana gani na sisi tulioko hai? Na sisi tunataka kwenda namna tutakao sisi, tuishi namna tutakao sisi. Hatutofaulu mpaka tuwe nyuma ya mtumi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na tuuate uyahudi katika mujtamaa wetu. Mahala pa kusema kweli, wewe sema kweli kisha fumba macho yako. Haswa kwamba mtu ambaye kwamba hataki kuambiwa, mimi sitaki kuambiwa, kata mashikio yako, hatutokuambia. Kila mwenye mashikio mawili ufaa kusikia na ufaa kuambiwa. Kujirekebisha ni lazima, si sunna, wala si mtu kutaka nataka au sitaki. La. Na wallahi mimi nasema maneno haya kujivua mbele ya Mwenyezi Mungu. Na kila ambaye kwamba aniunga mkono katika ndugu zangu Waislamu, watu wa tarika hususan, na naanza na masharifu wenzangu, kila anayeniunga mkono katika haki hii na yeye amejivua inshallah taala. Atakao kuregeza kamba atakwenda kupambana naye Saad bin Muadh, na Mungu ana ghaira. Wallahi ikiwa maswahaba si mawali wa Mwenyezi Mungu, hakuna wali ulimwenguni. Ikiwa maswahaba si wema, hakuna mwema. Ikiwa maswahaba si watukufu, hakuna mtukufu. Hawa ni vipenzi wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wewe la ilaha illa Allah ulionayo Muhammadur Rasulullah, kama si panga zao na jihadi zao na kukesha kwao na kukubali umaskini na kutolewa kwenye miji yao, wangaliupata Uislamu. Kwa hivyo namnasihi tena sasa mbele ya umma, aliyozungumza mazungumzo ajijua mwenyewe, arudi akarekodi, ayarudi mazungumzo yake, arekebishe kosa lake. Kwa sababu haiwezekani kitu cha tembea tu kwenye hewa kila mahali, watu hawajui wahukumu namna gani. Hapana, hilo ni kosa moja kwa moja. Mtu arudi kosa lake, na mimi pia naedhea nafsi yangu. Ikiwa kuna mahala nimekosa, mtayari mimi kukurudi kosa langu. Mtayari kujirekodi, kujilipa, kujirudia kosa langu. Huo ndio Uislamu. Hatutaki uyahudi kwenye mujtamaa wetu. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Kisha Mungu alikisifu kitendo, la bi'sa ma kanu, la bi'sa, ila mpate mwenye na hawa kufasirie. Hata mimi mzuka mpate mwenye na hawa kwamba lamu nini na bi'sa maana yake nini. Mwenyezi Mungu atunusuru. Atunusuru na nini? Nafsi zetu kwanza mbovu hizi. Wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la ammaratun bisu'. Mwenyezi Mungu aturahamu inshallah taala. Majlisi yetu Mwenyezi Mungu avishe nguo ya kabuli. Amin. Mwenyezi Mungu inshallah rehema iliyoshuka katika kikao kama hiki aijalie inshallah ni yenye kustakiri nuru yake katika vifua vyetu. Watoto wetu Mwenyezi Mungu waliohudhuria, Mwenyezi Mungu awape fahamu njema, awape ilmu njema, awape na tabia njema, awasaidie na wazazi kuwalea kwa uzuri. Na waliohudhuria wazee wetu na upande wa kina mama na akhawati zetu, Mwenyezi Mungu awabariki sote inshallah taala. Na asatidha wetu Sheikh Abubakar Shakwe, nilitamani nikusikie lakini hudhuri yako imenawirisha. Mwenyezi Mungu akubariki inshallah taala. Na naomba pia udhuru kuzungumza mbele ya Sheikh langu al-Ustadh Uthman Sizi. Kwa hakika ilikuwa ni haki yake zaidi kwa kuwa ni walimu zetu, lakini pia walionitanguliza Ustadh Hussein walopanga pia ni walimu zetu. Alhamdulillah rabbil alamin wal afu minkum.